Mimi si ndo Angel bwana. Nilishagoma kabisa kumsalimia mamangu, ndo kweli. Baba akaendelea, "Oh, Angel, kwa nini hutaki kumsalimia mamako?" Kwanza sikujibu kitu. Akili yangu yote niliwazia taulo la baba. Maana mashine yake ilikuwa imechomoza kidogo. Nikasikia, "Angel wewe." Akawa ameniita kwa ukali, niko nimeshtuka. Nikaangalia usoni. Nikasema, "Jamani nisameni, najisikia vibaya." Nilisema nikinyanyuka. Machozi yakinitiririka. Kiukweli kabisa penzi la baba lilikuwa limenogea mpaka nikawa kabisa najisikia vibaya. Nikasema, "Kwa nini ampe mama tu? Mimi aninyime wakati amelianzisha mwenyewe. Alishalikoroga mwenyewe. Kwa nini hataki kulinywa kwangu?" Nikasema, "Mama nisamee, siko vizuri." Nilisema nikizidi kulia. "Unaumwa Angel?" Mamangu alitamaki, lakini baba alijua kinachoniliza ni kitu gani. Hakujali, aliondoka zake bafuni. Niliingia chumbani kwangu, mawazo yalikuwa mengi sana. Yalihamia kwa mchumba wangu Freddy. Manake sasa nilijua baba asingeweza kunipatia ninachokitaka kwa wakati ule. Manake genye zilikuwa zikinisumbua vilivyo. Zilikuwa zimenikamata. Kwa hiyo kwa haraka nilikuwa nimechukua simu yangu, nikampigia simu Freddy. Nikamwambia, "Freddy, mimi nakuja, nipo njiani na hamu kulikoli na wewe." Nilipomtaarifu nilikuwa nimekata simu, nikaondoka zangu. Akaniambia, "Wow. Hata mimi pia nimekumisi." Nikamwambia, "Basi nakuja." Poa poa. Nilipofika pale nilikuwa nimemkumbatia Freddy. Akaniambia, "Nimekumisi pia se." Nikampatia kadenda kidogo. Denda ambalo lilikuwa limetupeleka mpaka kitandani. Akaniambia, "Angel, mbona kama leo unapupa sana hivyo mpenzi wangu? Mimi ni wako, nitakupatia mpaka uenjoy." Alisema Freddy tu baada ya kuona kwamba mimi namvua shati kwa pupa. Ikabidi nipoe tu kama maji mtungeni. Akaniambia, "Twende kwanza tukaoge au vipi?" Akawa amenyanyua pale mpaka bafuni. Alifungua bomba la mvua, tukawa tunaoga kwa pamoja kabisa. Mara ghafla alipitisha ulimi sikioni kwangu, nikawezeka. Taratibu alipitisha mkono wake katika kitumbua changu na kuanza kunisugua taratibu. Na kadri alipozidi kunisugua, miguu yangu ilianza kunitetemeka. Ilishindwa kuvumilia sauti za mahaba, nilianza kuzitoa mwenyewe. Akawa amemia katika maziwa yangu. Na ulimi ukitalika kabisa mgongoni kwangu. Nilizidi kupagawa. Akanisogeza ukutani, akanibana kisawasawa, mguu mmoja wa kulia akaushikilia na kupandisha kwa juu. Ilikuja kushtukia uume umeingia pasipo hata kujua. Kamba Freddy wangu, jamani, nipe baba. Nipe. Izamishe yote. Mimi ni wako. Usiogope. Niligugumia sana kwa raha. Japokuwa Freddy hakuwa na uume kama wa babangu, lakini sasa kiasi fulani hivi aliyajua mapenzi. Nikamwambia, "Freddy, hapo. Hakuwahi kunipatia bafuni, mara nyingi tulikuwa tukifanya kitandani. Hazikuwahi kufanya naye mapenzi kwa kusimama. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, japokuwa ile style niliona kwa babangu akimpatia mama. Na kiukweli nilienjoy sana. Sana tu." Akaniambia, "Angel wangu, tuondoke baby." Tuondoke. Nilimsikia Freddy akilalamika mara nyingi sana akisema hivyo. Na mimi ninapomjua akianza kuzungumza hivyo, ujue anakaribia kumwaga. Akaniambia, "Angel wangu, niko nimeitika be." Akasema, "Tuondoke mpenzi." Alisema na huku akiwa ameigandisha mashine yake ndani katika kitumbua changu. Nilijua tu jukumu langu ni lipi. Nikaanza kumpatia miuno ya uzazi ambayo ilitupeleka kumwaga kwa pamoja. Aliema Freddy kwa nguvu, akiwa amenibana kisawasawa. "Freddy, asante mpenzi wangu." Nilimshukuru na mimi pia, manake nilikuwa niko katika hali mbaya sana. Na alikuwa amenisaidia sio siri. Kwa hiyo tulikuwa tumemaliza raundi ya kwanza. Tukiwa bafuni, tulipomaliza pale tulikuwa tumeoga kwa pamoja na kurudi chumbani. Freddy bado alikuwa akinihitaji, lakini mimi sikuwa tayari kurudia mchezo kwa sababu kiu yangu yote ilikwisha kukatika. "Angel mpenzi wangu, naomba basi raundi ya pili." Alisema akinipapasa mgongoni, lakini mimi sikumjali.
Nilimtoa mikono yake, nikanyanyuka kitandani. Nikamwambia nimechoka jamani Freddy, siku nyingine basi kipenzi changu. Akaniambia Angel. Nikamwambia abe. Nilitikia nikiwa nafungua mlango. Akaniambia kwa hiyo unaondoka hivi hivi? Nilitikia kwa kichwa na kuondoka zangu. Basi bwana, nikiwa njiani kwa mbali nilimuona baba akitoka dukani. Tukakutana macho kwa macho. Nilipomkaribia sikumjali, nilimpita kama sijamuona. Akawa ameniwahi kunishika mkono. Akaniambia Angel, ina maana tuseme kwamba haujaniona au? Nikamwambia hata kama nikikuona, sasa mimi nitafanyaje? Alijibu bila hata kumwangalia usoni. Akaniambia Angel, ndio nipite. Najua nimekuuzi lakini hautakiwi kuwa hivyo. Mamako atatushtukia bwana katika ule mchezo. Unatakiwa uonyeshe hali yako ya kila siku. Uwe na furaha tu mwanangu, sawa? Mimi ni wa kwako. Nilitabasamu kwa mbali. Nikamwambia baba, ukitaka niwe hivyo, basi ukubali masharti yangu. Akaniambia sema, ni masharti gani hayo? Sasa wewe msikilizaji, ili upate kabisa kuja kujua masharti gani ambayo Angel alikuja kumwambia babake au alimwambia babake, ni masharti gani hayo, tukutane sehemu ya 6 katika hii simulizi ya msimu wa kwanza wa Baba Umenikojolea. Mimi ni Mr. Nai, tukutane sehemu hiyo. Bye bye.